Hana, huyu hana. Hata huyu hana. Huyu hana. Sikusemi. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio maana nimekuambia kuna kizazi kingine kinazaliwa unstoppable. Mfunguliwe nyote kwa jina la Yesu Kristo. No problem, ninakuja. Aswes. Uko mzima? Ndio. Muulize huyu ataolewa lini? Utaolewa lini? Ako wapi mami? Hakuna, labda unidanganya. Nakuja. Mami naja, niko na kitabu chako kuanzia Genesis to Revelation. Nakuja. Aswes. Ubaya ni kwamba unaniogopa sana. Sina ubaya. Oh. Sasa shida yako ni moja. Gani? Hasira. Ni kweli. Hiyo ndio inakuharibia kila kitu. Sasa nitafanya aje? Angalia. Maandiko yanasema mwizi akiingia kwa nyumba ya mtu akabomoa, akamshika mateka, akaanza kuiba, anahitaji mwingine mwenye nguvu aende apige mwizi na afungue yule aliyefungwa. Utafunguliwa leo. Amen. Najua tatizo ni hiyo hasira. Wewe akicheka anacheka, lakini akikasirika ardhi inapasuka. Huwezi ishi na yeye. Ukiishi na yeye miezi mitatu unaweka mabegani, unatafuta naye mamake. Mama. Utafunguliwa tu mami. Amen. Leo tu. Amen. Msivunje hizo vyombo vyetu. Okay. Mami, pesa zako ziko wapi? Sijui ziko wapi. Bidii kwa yote, pesa hakuna. Yes. Unarauka kuliko mchwa. Yes. Unaenda kulala kuchelewa kuliko hata paka, lakini pesa hauna. Ufunguliwe leo kwa jina la Yesu. Huyu nyumba yake iko wapi? Lakini na yumba my sister. My sister, nyumba ina yumba. Naomba unipe ruhusa nikutane na maadui zangu hapa wawili. I'm not a bad preacher. Don't worry, don't fear me. Mimi ni mtu mwembamba tu, I'm not a bad preacher. Kuna maadui zangu hapa, wacha tukutane. Unafikiria unanichukia? Ni huyo mtu. Usipofunguliwa leo utaishi peke yako hivyo. Hata kama uko na pete unaishi peke yako. Unalala unaangalia huku, mwingine analangalia huku, siku zinasonga. Alafu huyu nisipomsaidia ata expire peke yake. Nitakupa nafasi. Mami. Yes. Utaishi peke yako kwa miaka mingapi? Na unajua wachungaji wao wanahubiri alafu wanakusanya sadaka. Na ombi lao ni kwamba muwe washirika wao. Mimi ombi langu ni kwamba upone hata kama unanichukia. Unajua mwingine ameniambia hapa niko na ushuhuda mpaka namzuria tu. Mimi hiyo ndio raha yangu. Ukikutana na huyu mtu mwenye mwanya, ubarikiwe, Mungu akupe shuhuda tele. Mami, hii nguo itakupa ndoto za baharini tu, na hiyo ndio hii ni ya baharini. Itakupa ndoto za baharini na wanaume wasio wako.
Mzee yako wapi? Lakini ni kama Hakuna mami jameni, kama uko na mzee si wako, ni wa mtu. Nakwambia ukweli, mimi naitwa Ezekiel. 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 Hiyo yangu ni kweli kabisa. yuko ni mjeuri sana. Wewe ndio mjeuri. Hapana. Mami sikia. Hivi ndivyo maisha ilivyo. Wajua sasa nawafundisha. Ni vile tu mniambie nisikalishe wengine nje kwa muda mrefu. Mtaniambia hivi ndivyo dunia ilivyo. Wakati umeingiwa na roho ya umasikini, ukienda kuomba pesa ufanye biashara, haupewi. Na hata ukipewa, ukifanya biashara ina fail. Mwingine akuja afungue biashara pale umetoka, ananawiri. Umenielewa? Ukipokonywa nyota ya ndoa, mpango wa kando anaingia, wewe unafukuzwa. Unasema huyo mwanaume ni mjeuri, na mwingine anakuja anaishi na yeye. Ujeuri umeenda wapi? Naongea ukweli. Lakini ukiwa na nyota ya injili, unaweza kujenga kanisa kama pale nimejenga kule, imegeuka imekuwa town. Mwingine akasema huyo anajenga town, kwa hiyo anataka kujenga tujenge msitu. Si mtu mzuri ni yule anajenga town. Hayo watu wengine wanahitaji maombi ya dharura. Yaani mtu anakasirika sababu unajenga town. Wanataka wachungaji ambao wanaomba, mpendwa, utoe sadaka ya 2,000. Nawaambia mtapona hata shetani akasirika. Mami, si ufunguliwe leo, ndoa yako iwe ndoa. Amina boss. Alafu naomba nikushauri kama baba wa kiroho, sawa? Ufika kiwango, mimi na wewe tumekuwa watu wazima. Hizi long hizi zako sahi, tume expire. Hizi tunaachia hao vijana ambao wanafikiria good shape ni good marriage. Mumenielewa wazazi wenzangu? Tunafikia kiwango tunakuwa watu wazima. Nguo zingine tunaachia watoto. Nguo ikikubana inamaanisha ni ya mtoto. Nguo inayokubana ni ya nani? Muangalie mwenzao kama akona nguo imembana, muulize umekuwa mtoto tena? Mami, unaishi peke yako. Unafunguliwa leo kwa jina la Yesu Kristo. Hata ukijificha utazeeka peke yako. Heri ungefungua macho. Angalia, mami, ukiingia kwa duka la dhahabu, hata kama una pesa, omba upewe. Kuliko kusema nimeingia kwa duka la dhahabu na hujatoka na dhahabu, umetoka na plastic. Nikiwa niko hapa, nimekuja hapa niwasaidie, sio munione. Mumeniona kwa runinga na kwa gazeti. Mpaka saa hii hamna haja na ile World Evangelism. Niko Citizen, niko NTV, niko KTN, niko YouTube, niko Facebook, niko Headbook, niko Amen. Kwa hivyo hakuna haja useme nimemuona Ezekiel. Mimi nilikutana na Bishop one day, maisha yangu yakageuka tu. Ndugu yangu, hai baba, unafanya kazi gani? Nafanya kazi ya stima, nikawacha. Stima? But nikadrop. Ukadrop? Wapi? Nikakuwa tunazunguka tu hivyo. Sasa unafanya kazi gani? Hakuna. Hakuna kazi. Huyu hana kazi. Hauna chochote. Mami, hiyo nini? Ngoja. Jaribu kuifungua hivi. Okay.
Bwana Yesu asifiwe. Kama kanisa haliwezi kushughulikia mambo haya, tuache kutaja jina la Yesu. Tuende tuambie washirika tumeni sadaka basi. Sababu hatuji. Mwingine ameniambia nataka kujua the numbers, the number of members or member of numbers. Hiyo wale ambao wako kanisani. Nikasema jameni, sio kitabu itajana siku moja. Si niliwaambia nyinyi msizime hizo? Mama, sikia. Mimi nitakwambia the genesis of your problem. Chanzo cha matatizo yako, ndoto zako mbaya. Unashindwa kwa ndoto, unaugua ugonjwa ukifanywa upasuaji inamea tu. Wanatoa uvimbe inamea tu. Wanatoa uvimbe na unaiota na inamea tu. Sasa ukinyongwa kwa ndoto, tumeambiwa tusiombee watu wapone. Simuite madaktari wadunge shindano wale ambao wananyonga watu wasitunyonge basi. Wewe niletee daktari aniambie how are you going to dunga shindano mnyongwaji? Ninyi ndio mnajua kizungu, mimi nimezaliwa Mombasa. Unanyongwa. Nanyongwa kwa ndoto sana mpaka sauti inapotea hata nashindwa kuamka. Na naota ndoto mbaya. Na umeokoka? Naota na mama yangu alikufa na baba yangu wakiniita. Walikufa na nini? Mama yangu alikufa na nini, kansa ya macho. Na baba? Baba aliumwa tu na kichwa na akalala hivyo. Na hii wanasema ni ugonjwa gani? Wametafuta wajapata ni nini? Si unajua pale wanaelekea? Si unajua? Wanaelekea kwa ile ya mama, si ndio? So it is spiritual. Ita daktari adunge hiyo shindano. Hata kesho nimebook nini MRI, nafaa kwenda kufanyiwa MRI. MRI ni ya kufanya nini? Najua ni scan. Ina scan. Wanasema wameangalia waone ugonjwa ni nini. Na mafuta tu ndio wanatoa. Kwani unatoka Western wewe? Natoka Nyanza. Nyanza? Watu wa Nyanza waliniweka kwa TikTok. Kwa sababu nimewaambia wanapenda matanga. Wakaniambia, "Pastor, you don't understand my friend. It is in us for a decent send off." Tunasikia wanasema yes. Bwana Yesu. Uwe adui ya matanga na utakuwa rafiki ya uzima. Usipende matanga, penda uzima. Mami, Nyanza ndio mahali watu wanakufa mpaka wanafunga geti ya boma. Hata kwetu wamekufa hivyo. Boma imefungwa. Imefungwa. Tumebaki tu na ndugu zangu nje. Lakini nenda hapa Kiambu, mtu akifa wanaangalia hivi. Njeri amekufa. Lakini nenda Nyanza. Uzuri hapa hakuna mawe, hawatanipiga na mawe. No problem. Mami, unapona leo kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Baba, wewe uko na kiwango kibaya cha umasikini. Hakuna mtu anaweza kuajiri ukakaa. Hata akikupa pesa ufanye biashara haifanyi kazi. Ndiyo. Hata ukianza kazi usipofutwa watu wote wanafutwa. Ndio. Unafunguliwa leo kwa jina la Yesu. Amen. Wewe uko na ndoto mbaya na unaishi peke yako. Ni kweli pastor, mimi nimekuwa na degree ya divorce. Magonjwa kunitesa. Hata sasa vije tunaongea hivi. Lakini kupendwa si tatizo. Ni kweli. Kuolewa ndio tatizo. Ni kweli pastor. Huo ndio ugonjwa hatari zaidi Kenya. Lakini uliniombea na amerejea sasa. Amerejea? Yes. Mzee? Ndio. Ako wapi? Ameenda kazini. Ameenda kazini. Tuliachana for 15 years na amerudi last. Muliachana for 15 years? Yes. Uliombewa wapi?
Nilikuwa nafuatanga tu ibada zangu kwa TV. Ukaombewa kwa TV na wamerudia? Fanya ibada kwa TV, wakati nasema tupokee ndoa, mimi napokea nyota ya ndoa kwa TV. Jamani, sio TV funguliwa isaidie wao. Si hata yule aliyefunga asikie hizi. Na isitoshe, okay, tumezaliwa kwetu ni box 8. Sasa tumezaliwa 8, sisters 4, wanaume 4. Na wakati nianza kuwatch channel yako, nikaanza kudai ndoa zetu. Sisters wangu 3 hatuna ndoa. First born peke yake ndio kwa ndoa tu ile ya kungangana. So wakati nianza kuwatch channel yako last year, nikidai ndoa kwa ajili ya familia yetu. Muliachana na bwana wako for 15 years. 15 years na amerejea. Yeah. Okay. Nisikilize. Urembo wa mwanamke bila ndoa, hata yeye mwenyewe anasikia ako na kasoro. Hata akijifanya ako okay. Sababu Nairobi wao mnasema I don't care, I'm okay, I'm comfortable, I have my job, my house, my car, my children. Lakini deep inside your heart unasema hakuna ukamilifu hadi arudi kwa ndoa yake. Mimi niliuliza swali, kama president wa single mothers ameolewa, wewe wafanya nini? Basta ushuhuda ingine. Ngoja. Ni lazima itabidi muende election. Sababu president wa single mothers amefanywa nini? Na ubaya hakukuwa na deputy president. Na hakukuwa na cabinet secretaries. Na hakukuwa na parliament. Sikiwa huyo ameolewa, wamama sote tuolewe. Ni ukweli, hata kama umekasirika. Ulipokuwa msichana ulisema nitakapomaliza nitapata kazi, nitaolewa kwa heshima, si ndio? Hakuna kujifariji. Shetani akuachilie na ubarikiwe kwa jina la Yesu. Hakuna kujifariji, hapana. Mami, don't worry, don't worry. Sister yako mwingine pia amefanya harusi last month. Mdogo wangu mwenye ako karibu 38 years hapo, Mungu alimbariki na ndoa, amefanya harusi last month. Sasa ni wangapi wamebaki bila ndoa? Ni mdogo pia na yeye yake pia iko kwa laini, ako karibu tena kwenda. Nisalimie mami. Amen. God bless you. Basa naomba tu uniombee uponyaji kwa sababu lungs zangu zimetoboka zote, vinye tunaongea hivi sina lungs. Sina lungs, yeah. Lungs? Yes. Mapafu? Yeah. Yametoboka? Imetoboka yote, nilienda x-ray nikaambiwa. Okay, baada ya maombi chagua siku yako mwenyewe, nenda hospitalini. Amen. Nani mwenye huyu? Kama anasoma anaanguka mtihani. Kama anasoma anaanguka mtihani. Haelewi anything. Ako grade 2 anafaa kuwa grade 4. Yes. Akiandika hata haezi andika 1 mpaka 10. Hata jina yake saa zingine anaandika anakosa. Shukuru Mungu tumekutana hapa. Atafunguliwa tu. Sio unaonanga watoto walikuja New Life wakiwa na E alafu wako na A. Yes. Unajua mahali huyu ametoa hiyo roho? Kwa mamake. Mamake yako wapi? Mamake pia alikuwa anafanya hivyo shuleni. Unajua sasa mamake amenyamaza. Mami haina neno. Aminini Mungu. Unaona zile vitu unaona New Life? Si za uongo, ni za kweli. Unaona nimekuja hapa na watu wanashuhudia hapa na mimi siko Mombasa, niko hapa. Yes. Wengine wako na testimony, nao testimony zingine. Hebu leta hiyo picha. Living water. Huyu ni ng'ombe. Amefanya nini? Ng'ombe mpe microphone. Ngoja kamera.
My brother hayuko. Kamera ije hapa. Hakuna kamera hapa. Mutanisamehe nikishatoka. Fanya hivi. Pita na hapo katikati. Uchukue huyu. Hizi ni shuhuda zingine. Nakwambia tukizuiliwa kuhubiri hapa, tutahubiri barabarani. Na wataponea huko. Na hata uende hata kuwa mimi ni huyu na ni yule na ni yule na ni yule na ni yule. Okay. Sasa tuongee. Pastor. Nilikuja machana. Sioni sura yako. Yule ambaye ako kwa switcher hajaweka sura yako. Hii kamera izunguke. Bro, unajua wewe ndio ulinifundisha hivyo. Kwamba ninaona kila kitu. Okay. Sababu huyu ndio nataka wale watu wa gazeti waone. Shika. Ng'ombe walikuwa wanafanya nini? Ulisema nilikuja machaoni. Ukasema kuna mama mwenye alikunywa damu ya Yesu akaamini kwa ng'ombe yake ikashika mimba. So sijawahi sahau hiyo. Nilisikia kwa TV ikabidi nitoke juu ya ng'ombe. So nikachukua tumia tu hii microphone si mbaya. Nikakuja kuchukua living water. So ng'ombe yetu ilikuwa inakufa tu. Mama alikuwa anakamua, unastukia asubuhi hakuna ng'ombe imekufa, unapata imeanguka tu hivyo. Na imekufa yenyewe. Imekufa hivyo. Ukisa ndama inakufa mpaka punda zote zikakufa. So nikaenda hata mtu ajui hii siri nyumbani nilifanya peke yangu. Nikachukua living water nikanyunyiza kwa boma. Kwanza nilikunywa damu ya Yesu. Nikasema pia nami nishike mimba, hata naye ng'ombe ishike mimba. Yani wewe ushike mimba na ng'ombe ashike mimba. Alafu pastor nikaenda kufanya hiyo nikafanya. Nani alishika mimba kwanza? Sasa pastor shida ng'ombe alishika wote, nalikuwa nataka twins. Ulikuwa unataka twins wewe? Ng'ombe akapata twins miss. Ng'ombe huwa anazaa twins? Ushawahi kuona ng'ombe amezaa twins? Si ndio hawa? Warembo pastor, ni wasichana wote. Ni wasichana wote? Wewe ndio hukushika mimba? Na nilikuwa nataka. Ananiambia imagine. Sasa hii pastor ni kazi ya new life kabisa pastor. Wewe ushawahi kusikia ng'ombe amezaa twins? Sasa vile pastor walizaa twins ikabidi niende nikaeleze nyumbani vile nilifanya, ikabidi niseme ukweli. So nikaambia ndio hii mambo ya Pst.Ezekiel. Ndio. Hii pia waweke kwa gazeti. Na tunakamuliwa pastor. Ninakamuliwa sasa, maziwa ndio inatoka, ndio wasiseme vibaya. Hii ni ng'ombe iko kwetu. Alafu pastor sasa nibariki hata mimi. Unataka twins? Wewe kwa nini uliaminia ng'ombe? Sijui pastor. Pastor sijui. Nenda uniletee wajukuu kwa jina la Yesu. Injili kama hii isiposumbua watu akili basi sio injili. Testimony. Mpe microphone. Mpe microphone. Fiwe? Amen. Mimi naitwa Esther pastor, mimi ni mshirika kwako. Saa December 31st uliniambia nirudi. Kataa kabisa, lakini venye kulienda. Nilikwambia urudi kwa ndoa. Umenikumbuka? Ukakataa.
Ukasema na kurudisha kwa mzee wako. Nilikuwa nimeoa na watoto wawili, na alikuwa ameoa na mtoto mmoja. Sijui vile kulifurugana kwake, kwangu kukafurugana, sasa tuko pamoja. Nilikuwa Embu, nilikwambia tuko na yani yeye na mpango wa kando kumevurugana. Walifurugana, wazazi wake wakaniita nyumbani, nikamwambia sikuji peke yangu. Wewe pia huko unakokaa kukavurugana. Kukafurugana, biashara ikaisha. M-Pesa kwanza leo nikakataa kazi. Sasa umerudiana na mzee? Tuko na mzee Kawa West. Kawa West. Na watoto wote pamoja, lakini pa kando sijui 18 years of divorce. 18 years of divorce. Si Yesu ni mzuri? After nimeolewa na nikapata watoto. Kwani tena hii Nairobi mnataka tukae single ama tuolewe na tuoe? Tuolewe. Wajua hii Nairobi mko na maajabu. Mpaka mkeweka ibada zingine single lady service. Pastor watu wanasema si waziko na zivunja zote rasmi. Mubarikiwe na ndoa zenu kwa jina la Yesu. Sasa mtaanza kuweka ibada cancer patient service. Hapana, watu wapone, watu wakombolewe, ndoa zipone. Ushuhuda. Ya watoto. Karibu mami. Pastor, niko na ushuhuda ya kijana yangu. Tarehe 25 mwaka jana mwezi wa 4 nilikuja Mavueni. Niliamuka tu hiyo siku, ilikuwa siku ya Jumatatu, nikasikia tu wacha niende Mavueni. Kitu kama saa 8 nikafunga safari na nikaenda Mavueni. Tukiwa kwa ibada kesho yake siku ya Jumanne ambapo ni Tuesday. Wakati Pastor Sara alikuwa naombesha, nilisikia nimeisha nguvu. Kitu ya kwanza nikazima simu, sikutaka kusikia kitu yoyote. Baadaye wakati ulipoingia katika madhabahu, niliwakisha simu yangu juu nilisikia ni kama mwili imeisha nguvu. Kufungua simu, nilipata nimepigiwa simu zaidi ya 30 kiateka watu wa ploti. Kijana yangu alikuja, kulikuwa na mzozo kwa ploti na mama jirani. Bwana ya huyo mama alikuja, yeye ni mechanic wa motorbike. Alikuja na screwdriver kuuliza kijana yangu, kwa nini umepiga bibi yangu kamungwara hapa kwa lip? Kijana yangu venye alikuwa anaeleza akasema ya kwamba yeye, ngoja nikuelezee vile mambo imekuwa, hujaisikia nikiulizana chochote na kijana, na si ni majirani miaka 5. Huyo jamaa alidunga kijana yangu na screwdriver karibu na roho. Kijana yangu alikufa for 4 hours. Wakati nilitoka nikaenda mahali rodi zilikuwa zina level kule tunachukua vitambaa, nilipigiwa simu nikaambiwa kijana wangu amekufa. Nilikosa amani, nikakuja kanisani, nikarudi nikaanza kuomba nikilia. Nilikuwa nikuje nikae kama siku 2. Kurudi jioni wakati wa ibada iliisha, nilipanda ngali nikarudi Nairobi. Kesho yake kupeleka kijana hospitali mali alikuwa amelazwa, tukaambiwa tumpeleke apigwe x-ray ionyeshe degree ya shimo mahali imefika. Kumpeleka Nairobi Women Hospital, kijana alipatikana kuna damu inateremuka kwa roho, ni kama wamemguza kwa lag kwa sababu imeaffect nafsi ya hii side moja. Pale Nairobi Women wakanipatia turudi kwa ile private hospital, alipelekwa tukaandikiwa immediate surgery Kenyatta. Kufika Kenyatta kijana analia, nikasahau kwanza, nikamwambia kuja twende kwa nyumba. Nikaenda kwa nyumba na nikamuombea, nikampatia chupa mzima ya living water juu nilikuwa nimekuja nayo. Tukiwa pale Kenyatta, kijana kitu kama saa 8 ya usiku, juu ya vipimo ya hii na hii, watu walimuona amekaa mahali juu alikuwa ameafektiwa. Tulikuwa tunamfunga mshipi, hii mkono haezi akainua. Sasa nikaona ameanza kurusha mikono yote miwili, anarusha hivi. Watu wakaanza kuuliza kwani kijana amechizi. Wakakuja akaniambia, mami nimepona, maji ya Ezekiel imeniponya. Haleluya! Mpaka wa leo mtoto wangu hajawahi fanyiwa surgery mpaka wa leo.
ingawa hiyo kesi Mutampe Yesu sadaka nzuri ya kofi. Amen. Sasa naomba, hiyo kesi imenihangaisha kotini. Sijawahi pata haki ya mtoto wangu. Kila wakati nikienda, faili ya mwenye alimdunga njoo aliandikiwa ni murder case. Haijawahi inasemekana. Kila wakati mwaka mzima kesi inaahirishwa. Lakini yenye walistaki kijana aligonga. Niko na swali. Haleluya. Niko na swali. Nani ako na kesi? Tulienda tulistaki yule alidunga kijana. Juu hata landlord walichukua hiyo nafasi wakasema huyu ni kama alikuwa anataka kuwa kijana wa mwenyewe. Okay, tufanye hivi. Na angepooza ama angekufa? Yesu aliyekuepusha na surgery kwa ajili ya hiyo samehe. Amen. 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 Unajua watu wanaotuchukulia mabaya, hatuwezi kuwachukulia mabaya. Ni lazima tujifunze kuwa na roho ya Kristo. Samehe. Memsamehe wao wamestaki kijana wangu. The best way to demonstrate true love is forgiveness. Amen. And the best way to demonstrate maturity is to forgive your real enemies. Yes. Not to forgive your friends. Forgive people who want to kill you and people who want to take you to jail. Yes. Forgive them for free. Amen. Kesi yenye wamestaki na kijana. Usisubiri wa kuombe msamaha. Amen. Afadhali msamaha wao ikushtue, but forgive from your heart. Be a father, be a mother. Sababu yale ambao Kristo anatufanyia, angesema tulipe, tungetoa pesa ngapi? Wakati uko na mtoto kijana na anapooza hivi na mtu ashamdunga kifua, alafu ghafla unampa living water na mtoto anapona, wenzake wakiwa wamekaa hapo wamepooza, si unatoka tu unamwambia yule aliyemfanyia nimekusamehe? Sasa kwa nini umpi microphone? Hiyo kesi yenye walistaki kijana. Ile ya kijana kugonga yule mama. Hiyo ndio judgment iko karibu. Ishafanywa, hearing ilianza, ni karibu daktari aongee hiyo iishe. Sababu ilipatikana kuna ushahidi wa uongo, mpaka kesi file inatoka kotini na rudishwa police station. Investigation officer waangalie ni nini hizi, kwa sababu hii kesi inaonekana. It is okay mama. Sitaki iwe maumivu ndani ya moyo wako. Yes. Mimi naomba wa Kristo vita vyetu viwe vya kiroho. Yes. Let us fight and win spiritually. Amen. And the only way to win is to win through love. Amen. Hawataelewa. If you fight them the way they fight you, yes, they will be happy. They want you to be like them. Wanataka upigane na wao vile wanavyopigana wewe. We are not of the flesh. We are children born of the Spirit. Yes. And our Father is full of love. Amen. We are going to love and forgive. Amen. Hizo kesi zipotee mama. Amen. Naomba ndoa yangu, nimekaa miaka mingi bila mume. Bila mume? Alienda akaoa. Hiyo ni rahisi. Nitakufundisha njia ya kukamata mwanaume na kurudi. Amen. Unaona yule alikamatwa kwa lazima baada ya 18 years. Yes. Hata hawa wenu watakamatwa tu kwa lazima kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Nenda uangalie. Nenda uangalie. Just wait. Mami, ngoja. Ngoja. Bwana Yesu asifiwe. Listen to me. Natamani niwafundishe injili niliyopewa na Yesu. When you want to be a real mother, a real father, si lazima uzae huyu awe wako. Unaweza kuzaa kijiji kizima. Na siku ile utakuwa mzazi wa kijiji, ni siku ile umepigwa vita na watu wote wa kijiji na ukawasamehe na ukawapa chakula. Nini?
Nakuja. Naja. Ukiacha maandamano, naja. Keti basi. Ni wanani wewe? Pastor, nilitumia living water na prayer cloth kupea huyu mama kama bwanake amemfukuza Tinibare na Zaangi. Hiyo ilikuwa May last year, date 17. Date 19 akashika mimba. Nyinyi mnajuaje matarehe? Yes, date 19 akashika mimba. Ndio huyu mtoto ako na 2 months now. Alafu mimi cross border anointing nimeenda 28 May March of this year. Nikaenda kukula na ile Kempiski Hotel pali Obama lilalia huko. Nikapata barua niende nikule huko. Nikaenda nikakula. Date 2 this May, si tuko May. Nimeitiwa mashini yangu na ninaiendea leo. Posho mimi, my posho mimi. Nasiagia watu unga. Cross border and anointing. Amen. Mpe Yesu makofi basi. Hiyo hoteli mimi sijui iko wapi. Iko hapa Kenya. Mami ni wanani? Simuoni babake. Hatuko pamoja. Sasa umetoa wapi mtoto kama Tuliachana. Uliachana? Nikurudishe? Yes. Nimregeshe babake mtoto? Ndio. Sawa. Ndio. Alafu pastor, kwetu mamangu alikufa na 33 na wasichana wanakufanga na 33. Wewe uko na 30 ngapi? I think niko na 33 kwa sababu nimeanza kupata demonic attack na spirit of death. Kwa hivyo unakufa lini? Sijui. Nataka ukombozi. Nataka ukombozi. Mama alikufa na 33. My aunt 33. Na mimi sijui nilizaliwa lini, lakini I guess niko hapo. Sisi kwetu watu wanakufa na 39. Na mimi niko 45. Kwetu ni 33. Wewe unakufa lini? Sijui. Lakini mwenye anafanyanga hizo vitu aliniuliza kwani naenda kanisa wapi, nikamwambia kwa Pst.Ezekiel kwa ndoto. Alikuuliza kwa ndoto? Kwa sababu anajaribu anashindwa. Okay. Yes. Jiandae kuishi mpaka uchoke. Amen. Ichukulie simple hivyo na uachane na mawazo ya kufa. Amen. Jiandae kuishi mpaka ufanye nini? Mpaka uchoke. Amen. Huyo mtoto, yes, tafuta matibabu mazuri. Usacrifice kwa ajili yake. Yes. Itakusaidia. I also have another one. Mimi naongea kuhusu huyo. Sababu mamake anapendwa, yes, na haoleki. Ni ukweli. I love the spirit of anger. Yes. So huyu si umeelewa sasa? Thank you. Thank you so much, mama. Kuna mtu namtafuta hapa. Huyu. Kachi. Ngojea naja. Mami, tulia tu. Wacha nimalizane na huyu alafu nirudi dakika moja. Niko na sababu. Nyumbani na wangapi wanakunywa? Sababu wewe hata ukiniambia ukunywi, ukiona pombe unasema jameni, pombe uko na shida gani? Wangapi wanakunywa? Nafikiria kila mtu. Na wewe? Hata mimi kidogo. Hata wewe kidogo? Yeah. Ukiona pombe unamuuliza pombe una nini na mimi? Alafu kuishi peke yako? Naishi peke yangu. Urembo kwa wote, ndoa zero. Hakuna chochote bali na. Jiandae kuolewa mwezi huu wa 5.
Haiwezekani hii macho ijue mtu na nimekuja Nairobi, alafu huyo roho anayekujua ashindwe kukufungua. Ndugu yangu, don't worry, si mara moja na kuona. Wewe unatoka Nairobi? Ushawahi kuja Mavueni? Tulikuwa last service on Saturday when we talked a lot. Tuliongea sana, ukaniambia ninaugua mauti. Yes. Leo vile umenilokea. Unatoka Nairobi? Ndio. Hautakufa, achana hiyo. Okay. Wewe forget about that. Wewe unaishi peke yako? Ukweli. Wewe unaishi peke yako? Ukweli. Na ubaya ni kwamba hamtafuti wapenzi. Ndoa ndio hakuna. Ukweli. Hii Nairobi watu wanaishi kama chips. Hawapikwi nyumbani na pikwa hotelini. Watu watafuti boyfriend lakini ndoa ndio hawana. Niko hapa Nairobi, Mungu angenipa 1 week kwa hii nyumba, mungeolewa kwa hiyo wiki. Mami, niko hapa. Ongea. Ukimaliza yako naanza yangu. Ninaitwa Nancy. Naomba utumie sauti sababu umenisumbua ndio nije hapa. Naitwa Nancy. Nimekuwa nikifuata sana kwa TV na kufuata maagizo yako na mafunzo yako. Sana sana nakumbuka kuna wakati nilihangaika sana na shida ya mwili, nikazunguka mahali nikipimiwa ugonjwa zote hazipatikani. Lakini nakumbuka siku moja ukasema kama kuna mahali yote inauma, inakusumbua, na kutoka hapa nikaanza kupata nafuu na nikakuwa ulikuwa una watch kwa TV? Kwa hivyo wewe uliponea kwa TV? Kwa TV. Si hata bishop amekuwa akiombea watu kwa TV na radio? Nairudi tena. Now. Ni nini imekuleta? Sababu niko na kesi zingine na wewe. Kwa sasa niko kwetu nyumbani sana sana, mimi nilikuwa mmoja, nilikuwa naliwa sana, nyota ya ndoa. Nimeishi kuhangaika, sina mume alipokonywa kaenda. Alienda wapi? Alioa bibi mwingine. Lakini nimekuwa kwa sababu ukikasirika dunia inaharibika. Alafu ni wale wadada ambao akona akili kama ya mwanaume. Sijui kama unawajua. Anaweza kureason na wewe mpaka wewe mwanaume ukauliza kwani mimi ndio mwanamke na yeye ndio mwanaume. Number 1. Number 2, uko na nyota nzuri. Sijui kama unaitumia. Sasa umekwama. Sijakushika vizuri. Hujanielewa? Pesa zako ziko wapi? Nafanya kazi lakini pesa yangu sioni. Nyota nzuri ambayo haikusaidii. Unataka bwanako arudi? Ndio, hiyo ndio. Ndio. Ndoto zako mbaya ziishe. Na ndoa yako irudi kwa jina la Yesu. Na pesa zako zikusaidie. Amen. Amen. Ninakuja. Si ukae. Naomba acha moja aenda atoe yule dada pale. Umetoka Kitale? Aya, keti basi, keti. Hauja keti. Ni wanani? Ni nani huyu? My sister, mtoto wa my sister. Ana nini? Hiyo ni ushuhuda wa Jakaranda. Nini ilifanyika? Alikuwa amekaa 12 years bila mtoto. Nikamchukulia Jakaranda. Saa hii anakaa na ni wewe Ezekiel. Nimefanya nini? Anaitwa Ezekiel. Umezaliwa Ezekiel. Nimezaliwa. Nimefikiria nimepeana mtoto.
Bwana Yesu asifiwe. Si Kenya inabadilishwa vizuri tu, ibadilishwe na nguvu za Yesu Kristo. Sasa nguvu za Mungu zikifikia hapa, uweze kuizuia. Achana nayo, wachana nayo, isaidie watu, si ndio? Ikifikia hapa, Jakaranda, Kasarani, Mavueni, badala ya kusumbua hizi nguvu za Mungu, zisupport tu, sababu ukizisumbua zitalipuka zaidi. Mnawekanga password. Uko na swali? Uliza. Asifiwe Yesu. Ndugu yangu, Mungu akubariki, utoke kwa umaskini. Sawa? Amen. Utoke kwa umaskini. Amen. God bless you. Mpe huyu microphone. Pasa, mimi nilikuwa nauliza, mzee wangu huwa ananiambia mimi ndo ufanya asifanikiwe. Swali. Unaona ushakasirika. Sasa nauliza, ni ukweli mimi ndo chanzo? Ni kweli. Ninakuja, don't worry. Nyinyi wawili nakuja. Ni kweli mama. Unajua ni kweli vipi? Mimi nikimuoa Pastor Sara, hakujua kitu kinaitwa maombi, na hakutaka maombi, na hakutaka huduma. Hakuwa nayo. Si nimemwambia mwambie huyo mtu akae. Hakuna viti? Okay. Hakuwa nayo. Nikamwambia Pastor Sara siku moja, fanya kazi ya kubeba. Nikamwambia siku moja, omba tukule. Akaniambia mimi sijui kuomba. Nikamwambia sema Bwana Yesu, nabariki chakula kwa jina la Yesu. Akaniambia mimi sijui nitakula, na akaanza kula. Nikamshika mkono, Nyanyake wa kuzaa babake alikuanga mchawi, mpaka alipotea, hakuzikwa. Saa hii ningekuja hapa niseme mpe Pastor Sara nafasi ya kuomba, ningewaambia hapana, heri niombe nihubiri, sababu ataomba mpaka kesho. Sasa mtu kama hana na mwenzake hana roho ya ufanisi, na wewe uko na roho ya umasikini, mkioana anafilisika. Sasa yampasa yeye awe na roho yenye nguvu kukuliko wewe, ili akubadilishe, ama wewe upewe nyota leo. Amen. Na hata waijutia kukuoa. Alafu usikasirike. Namba 2. Mnaishi Nairobi hii? Lakini mama muko masikini kabisa pastor. Nikikuangalia naona wale mende wako hapo pastor. Na wale wengine wadogo wadogo ambao sitaki kuwataja. Hadi nakasirika. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Umebarikiwa leo kwa jina la Yesu Kristo. Amen pastor. Amen. Nyinyi wawili asifiwe. Mnajuana? Mmekutania hapa? Hapa. Nyinyi ni single ladies, lakini huyu anarogwa, na huyu akona degree ya kuishi peke yake. Kinachokusumbua ni uchawi, si wa Nairobi, wa kwenu. Lakini huyu anaishi peke yake. Lakini shida zenu zinakaa kufanana. Hakuna kitu kingine. Ukienda kwa kanisa mahali hakuna nguvu, utaimba mpaka uwe na nywele nyeupe, hakuna kitu kinafanyika. Ni ukweli. Kanisa si jengo. Kanisa ni nguvu za madhabahu. Amen. Na hapo ndio shida iko.
Watu hawataki kuona kanisa lililo na nguvu. Inabandikiwa maneno. Zile ambazo hazina nguvu ni makanisa takatifu. Ngoja Yesu hajaanza kazi. Mahali watu wanapona ndio wanasema kuna shida. Zile ambazo ni Bwana Yesu, haleluya, 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 na unakufa tu, hizo wanasema ni nzuri. Watu watapona, hata wasipopona hapa, watapona hapo kwa mlango. Mamia mimi ni Mungu tu, utafunguliwa leo. Leo nyote. Sawa? Nyote. Usiulize. Wewe babako alikuwa hivyo, ndugu zako wako hivyo. Hakuna mtu wa maana kifedha. Ndio. Hata yule ambaye anafanya mjini ako hivyo. Ndio. Unafunguliwa leo. Amen. Kwa jina la Yesu Kristo. Nyinyi mnaishi Nairobi, si swali, uko na mahitaji. Unajua mnaishi Nairobi, ninawajua. Hii si swali, ni mahitaji. Mjukuu wako ana nini? Madhara wa simu. Ako madhara wa simu. Na wewe pia ni mgonjwa Sana pastor. Na ugonjwa wako sasa inakula your body organs. Kweli pastor. Inakukula na ndani. Ukimeza dawa haisikii. Pastor, niombe apone. Nimwombea apone. Ako madhari. Ako madhara hospital mwenda wazimu pastor. Ni sawa. Siku 3 sasa. Amekuwa mwenda wazimu kwa siku ngapi? Ni siku 4. Siku 4. Jumapili nikasikia pastor anasema tutakuwa hapa na papa na mtoto wake. Nikajua ni wewe. Nani alisema? Pastor alikuwa anaburia hapa ule kijana. Nani alisema hiyo kitu? Bado siku kidogo papa atakuwa na mtoto wake. Nikasema nani alisema? Hapa. Kijana yake. Pastor nani alisema? Kijana yake. Tuliulizwa jana akasema hakusema. Tulisikia. Hako wapi? Ndio huyo pastor. Hebu shuka. Si afadhali nichukue huyu tuende tukae Mavueni? Kweli mbele ya kamera tuliulizwa na mama na akasema si mimi. Ni yeye. Alafu mimi nikija, honestly nilikuja kuongea na babangu, lakini nikasema nikija nikapata ibada Monday nitahubiri. Akasema wewe Pastor Ezekiel utahubiri kesho asubuhi, mchana na jioni, na akachomoka akaenda. Aliporudi akaulizwa, nafikiri watu waliambiwa Pastor Ezekiel atakuwa hapa. Nani alisema? Akainua mkono. Si mimi. Sikudanganyi na kuibia wanamuziki na si mimi. Naja mama, naja. Hakusema direct. Hata mimi sitaiba direct. Okay, lakini si amefanya kitu kizuri? Umefanya kitu kizuri. God bless you brother. Ulikuwa una watch kwa TV? Sasa hii amfungui. Kijana akapika TV
TV mara pili mpaka ikapasuka. Nimetawa shilingi TV ya Mathare. Ya Mathare Hospital kwa wenda simu. Mama, nenda utapata kijana wako ni mzima. Nishike mkono Bwana, nishike mkono, nishike mkono Bwana, nishike mkono, nishike mkono Bwana wangu, nishike mkono, nishike mkono Bwana, nishike mkono. Unastahili Bwana wangu, unastahili, unastahili Bwana, unastahili, unastahili Bwana wangu, unastahili wewe Yesu, unastahili Bwana, unastahili. Usifiwe Bwana Yesu, usifiwe Yesu wangu, usifiwe Yesu, usifiwe, usifiwe Bwana Yesu, usifiwe, haleluya, oh Bwana Yesu, usifiwe, haleluya, usifiwe milele yote, usifiwe Yesu wangu, oh Yesu baba yangu, usifiwe Bwana, usifiwe Yesu, usifiwe Bwana baba, usifiwe Yesu, usifiwe Bwana, oh usifiwe Yesu, usifiwe Bwana baba, usifiwe Yesu. Mtampe Yesu makofi mazuri tu. Pata nafasi ukae. Asha wamsaidie huyu, Asha wamsaidie huyu. Hii ni ya nani? Bwana asifiwe pastor. Amen. Pastor, mimi nimechoka. Mimi nilikombolewa kwa hii kanisa mwaka wa 2000. Ulikombolewa hapa? Yes. 2000. Yeah. Nilikuwa mdogo sana. Nikakuja nikatoroka nikaenda, lakini nikiwa hapa nikapata mimba. Wakati nilipata mimba, Mungu akanibariki na watoto wawili mapacha, kijana na msichana. Nikawaita Lucy na Pius. Na mimi nikarudi nikatoroka kanisa, sikukuja tena basi. Angalia mama, si wadanganyi. Hii madhabahu ya Maximum iko hai. Ninawaambia ukweli, juzi hakuna madhabahu iliamuka pamoja na injili yote ambayo nimefanya Kenya. Hakuna madhabahu iliamuka ikasema ninamjua Ezekiel. Hata wale ambao walikuwa wananipigianga simu hakuna mtu alipiga, ila madhabahu moja ikasema najua huyu. Hiyo huwa inaonyesha uwezo wa madhabahu. Madhabahu ambayo ikitingishwa inajificha, haina nguvu. Hii madhabahu iko hai. Huyu mzee mnamuonanga kwa runinga pale, huyo mzee atawasaidia. Huyo mzee anasimama na injili wakati wa mvua na wakati wa jua, wakati wa machozi na wakati wa furaha, wakati wa kilio na wakati wa huzuni. Haoni haya kwa injili. Yes. Huyo ndiye mzazi. Maandiko yanasema, na kuna wachungaji bandia ambao kondoo wakiona mbwa mwitu wanakimbia,
wanaitwa wachungaji wa kulipwa. Imeandikwa. Saa hii kondoo wanapigwa left, right and center. Hakuna mtu anaongea. Kila mmoja. Inabakia mmoja ambaye anasema nitabaki na kondoo wangu. Siku moja mtajua mchungaji wa kweli. Nimewaambia ukweli hata kama mnalia. Madhabahu haifanani. Madhabahu hupimwa wakati wa majaribu, sio wakati wa sadaka. Ndio nakwambia, oh my daughter, you are good. Awe good pia wakati ambapo anaugua. My daughter, you are good wakati ambapo amenunulia pastor gari. Awe good pia wakati ambapo analala njaa. Nimekuja hapa nikakuta bishop ameweka chai pale kwa vijana wa barabarani. Ni kweli. Wanakunywa, wananiambia hawa ni watoto wangu. Huwa tukimaliza ibada wanawekewa kinywaji, wanakula. Nani atafanya hiyo? Na kila mmoja ako na haja na kukula na kuenda nyumbani kwake. Siku moja ngojea nimezee hiyo. Mami, kaa hapa. Kaa hapa. Unaona hawa wazazi wawili? Ni wazazi kweli. Hawaogopi mbwa mwitu, hawaogopi mnyama yeyote. Wanalea watoto wao. Sasa vile nilitoka, hao watoto ni watu. Ngoja kwanza naongea. Nyinyi mnanisikia hata kama mnakasirika? Si wamethibitisha? Wamethibitisha? Hapo kuna mtu angeongea? Wengine wanasema asulubiwe, angikwe. Bwana ni wewe tu, Bwana ni wewe tu, ni wewe Yesu, Bwana ni wewe Baba, ni wewe tu, Bwana ni wewe tu, ni wewe tu. Mchungaji wa kweli ni yule ambaye kondoo akikamatwa anaacha wengine wote, anakimbia anaenda kuokoa yule. Siku moja mtakuja kujua wazazi ni nani. Upatikane na shida ndio ujue. Mnawaandalilia meza, mumekufa huko, mnawaandalilia meza, mayai, kuku, nyama. Bwana asema dunia sio kwetu. Na wakati uko na shida hapatikani. Ukishakufa ndiye anajua dunia sio kwao. Si akufe wa kwanza. Na sisi pia tusome dunia sio kwao. Watu wa Mungu, muishi, muwe na afya. Muishi, muwe na kagueni kila roho. Kuna sehemu zingine kondoo akipelekwa, kama si mchungaji mzuri hawezi mfuata huko. Anasema huyu ashaliwa, achana naye. Mnasoma Biblia lakini msome tena.
Naona mmesoma Biblia mkakataa miujiza, mkasoma Biblia mkakataa deliverance. Mtaanza kukataa washirika basi. Lakini nikiwaona hivi, naona a new generation. Kichwa ngumu. Kama mwingine amesikia Kitale, umetoka wapi? Wani wewe umejulia wapi? Usiku. Usiku. Na ukapanda gari. Kichwa ngumu ndio huyo. Naja. Niko na around 10-20 minutes hapa naja. Mama, sasa hii ni ya nani? Hii ni hao watoto wangu. Hao watoto. Sasa wanapata ngapi? Hawafanyi vizuri shuleni. Kama wewe ulifanya vizuri hapa, wewe umeacha Mungu. Ndio maana nimerudi, hata wewe ndio umenirudisha hapa by the way. Ni wewe umefanya. Hiyo ndio maana tumezaliwa hapa by the way. Wewe ndio umenirudisha hapa. Ndio tuwarudishe wengine hapa by the way. Sasa nilikuwa nani anakaa Nairobi? Kaa hapa maximum utasaidika. Angalau nikija nisikutafute sana. Nenda, watoto wako watafanya vizuri. Sasa naomba unipe nyota yangu. Hata huyo tulikuwa tunakuja hapa tunaimba hii wimbo ya lango lango, tukirudi tuliachana, hakuwa bwana yangu. Nilifind out baadaye alikuwa ameoa. Sasa mimi niko tu hivi hata sina. Mkaimba lango lango? Imagine na tukaachana tu. Hiyo wimbo mpaka leo hii hakujawahi tungwa nyimbo kama hiyo. Hakuna, tunga yako, hakuna. Unaweza kutunga yako umalize, lakini huo wimbo utabakia hapo. Unaweza kuja na kanisa lako mpaka useme arise and fall down faster, lakini maximum itabakia tu. Ya nani? Ya my sister. Moja ni wa sister. Akona ngoja hapa na ingine ni ya my brother in room mwenye amebaki home peke yake. Na wewe yako iko wapi? Ndoa. Yisha. Sababu umehesabu ya wengine na wewe pia hauna. Bwana Yesu asifiwe. Okay. Waambie waende wapime. Sawa. Hiyo ndio imenileta hapa. Unaomba nyota ya huduma? Ushaoa? Yes. Niko na bibi na watoto wawili. Mke wako ako wapi? Nimemwacha nyumbani kazi. Umemwacha nyumbani? Kwa kazi. Kwa kazi. Na wewe unafanya kazi? Nafanya kazi Yes, nafanya kazi. Unafanya kazi? It's okay. Nenda udeal na roho ya kupendwa na wasichana. Hiyo nimeng'ang'ana nayo sana. Nenda udeal nayo, sababu wakikuona wanakuja kama hizi. Ukishinda hiyo utahubiri. Usiposhinda hiyo utakatwa miguu. Nitaishinda. Sababu jambo lingine, umeoa lakini unaota zile ndoto zingine, na hizo ndoto zitaleta shida. Do this, sir. Unaona kama kuna mahali bishop ananiona, sasa macho yake yako hivi, sababu ako na haja na watoto, ana haja na vifaranga. Kweli. Sawa. So fanya hivi. Unaona hawa wanawake na wanaume hawaishi na hakuna mrembo. Ukifikiria umeoa mrembo, ukigeuza macho hivi utapata mwingine ni mrembo tu. Na ukichukua huyo utapata mwingine ni mrembo tu. Na hakuna urembo, ni ile roho ya usherati ikiingia ndani yako, ukitazama mwingine atakuonyesha ni mrembo. Lakini ukiwa na roho ya ndoa, ukitazama mwingine, tutalipia Yesu. Lakini baada ya hiyo, hii Kenya itakuwa Kenya. Amen. Msalimie huyu naye aonje ndoa. Hataki kunisalimia. Msalimie. No problem.
Siwezi. Tuongee. Sababu usipoongea utaishi hivyo bila anything hadi mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ningeomba tu uniombee maisha yangu. Sisikii. Umenishinda na mwili, kwa hivyo nishinde na sauti pia. Wajua mamangu alikuwa ananiuliza hiyo sauti inatokanga wapi? Ningeomba uniombee maisha yangu iwe salama, nitoke mtaani, nitoke street. Yes. Na nipate kazi. God bless you, sir. Amen. Now, the ability of a man is not in his finances. Uwezo wa mwanadamu, a man, I mean human being. I don't mean a male. Nakuja. Naja. Wajua asubuhi pastor ndo amenipigia simu, pastor umeamuka? Na kukujia. Nikasema jameni, ni maaskari ndio walikuwa wananiambia wananikujia. Tena huyu ananikujia. Angalia. Walikuwa wakisema tunakukujia. Sikiza ndugu yangu. Uwezo wa mtu kufanikiwa sio pale alipo. Si niwafundishe dakika 2 tu. Don't change the location where you stay. Change the power within you. Amen. Mimi unipeleke mjini, nitabomoa magorofa yako, nijenge kanisa kubwa. Unipeleke msituni, nitajenga town hapo. It doesn't matter where they take you to. The inner person can change anywhere, anything. Hata ukiwa street, roho tu, nyota ikiingia ndani yako, utatolewa huko street because you become more important than the people in their houses. Amen. Shika hiyo. Sawa. Amen. Unatamani kutoka street? Kabisa. Pesa, utajiri wa mtu sio pesa alizonazo. Uwezo wake wa kutumia kile yako nacho. Ukiipanda itaota ama itaoza. I bless you, sir. Amen. Hata huyo hana na asemi. Huyo hana chochote. Uko na jambo moja? Pastor, niko na ushuhuda tu mmoja tu kidogo kuongea kuhusu nguvu za Mungu. Wakati ulikuwa Kasarani, kuna mtu uliombea ambaye ni jirani yangu na alikuwa mlevi na alikuwa amefunjika, na ukamwambia asirudie pombe, na alitoka pale akiwa anatembea kabisa, na alipotoka pale na akarudia pombe, tangu siku hiyo hajawahi toka kwa nyumba tena. Amelema na anakujua kwa nyumba. So nashuhudia shika hii, nenda umtoe kwa kitanda tena. Amen. Sababu inaniuma. Unajua mimi sifurahi ukishindwa. Ukishinda nafurahi sana. Ukibarikiwa nafurahi sana. Mimi sifurahi chakula. Ukiuliza huyu tuko na yeye, nimepikiwa vyakula vyote. Mamangu ndio mama mzuri kuliko mama wote wa kiroho, mjua. Nashukuru Mungu nimeingia hapo na alikuwa madhabahuni. Ningeingia akiwa huko ningekula kwanza. Jana ilibidi niepe chakula, leo nimeingia hapo nimepata chakula. Ukizaliwa na Reverend Lucy utakula hata kama utaki. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi hata ukiona mdomo wangu imekauka hivi nitakula tu. Lakini sikia, tamanio la moyo wangu utoke kwa wheelchair, utoke kwa hizo crutches, utoke kwa umasikini, utoke kwa utasa. Unamjua huyo ndugu? Nenda umsalimie, umwambie Ezekiel amenituma. Sio pastor, hata si apostle,
sio reverend, sio doctor. Ezekiel amenituma, amesema kwa jina la Yesu, amuka utembee tena. Amen. Amen. Alikuwa amepona kabisa na akawa anatoka sana, anatembea. Yesu aliponya mtu akamwambia, na usirudi huko mjini tena, mabaya yaliyokupata yasikupate huko. So nilikuwa na challenge kusema kwamba watu wasichezee nguvu za Mungu. But mimi ningetamani hata kama anakunywa awe amepona. Unajua kubarikiwa kwako ni faida kwangu kuliko kuumia kwako. Natamani watu wajue kile ambacho kiko ndani yangu. Hata kama mtu anakunywa pombe, lakini ndoa yake iwe amjue Yesu. Mami ni ya nani? Anapata nini? English D-, Kiswahili E, Maths E, Physics E, Chemistry E, Home Science C-, CRE D, Agriculture E. Mean grade iko wapi? D-. Overall position 339 out of 350. Mean grade iko wapi? Ni D-. D-. Yes. Mama, form ngapi? Hii ni ya form 2, form 3 ameniletea hiyo tu. Form 3 ameleta hii. Na unalipa school fees? Nalipa. Hata nikambadilisha shule, nikampeleka hapana. Nimewaambia si Ezekiel hayuko Mavueni, si yako hapa. Si unaona tuko hapa? Hata ukinipeleka nje kwa barabara, mtafunga hizo barabara tu. Watatoka hapa ndani, watakaa pale. Na waomba, hiyo ndio ile kitu naitanga. Ukiwa na nyota, hata upelekwe kwa shule ambao iko chini, utafanikiwa tu. Amen. Now, mama, dawa ni hii. Dawa ni hii. Unaona Abrahamu alimtafutia Isaka nyota yake. Nyinyi ninawauliza swali. Mungu alipoumba dunia hii, aliumba nuru na akaumba nyota. Yesu alipozaliwa nyota yake ilionekana. Hiyo ni kitabu cha Mathayo 2:2. Kitabu cha Revelation, Yesu anasema nitawapa nyota ya asubuhi. Na mchungaji anasema hiyo doctrine ya nyota ni mbaya. Jameni, situfundishane injili. Si watu wanasema hiyo doctrine ya nyota si doctrine. Haiko kwa Biblia. Iko. Wale waliomuona Yesu waliongozwa na nini? Nyota. Nyota ya nani? Wanasema tumeona nyota yake. Nipe Biblia hata kama mtaki kusikia hiyo kitu. Hiyo kitu inauma wachungaji. Huyu mtu anahubiri nyota gani? Unajua wachungaji wao wanauana wao kwa wao. Hakuna mtu anawaua, wanauana wao kwa wao. Moja akiamuka, wengine wote wanakusanyika wanasema ua! 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 Alafu wote wanabaki comfortable. Lakini wengine hawauliwi, hawakufi. Najua leo mimi ndio niko hapa. Baba hayuko, mama hayuko, wananiangalia kwa runinga, mimi ndio niko hapa. Mutapona na mutapata nyota tu. Naja. Bado 5 minutes. Nakuja. Ushuhuda. Ninakuja tu. Jameni, msiruhusu wengine waingie huko. Hiyo nyumba imejaa huko. Now after Jesus was born in Bethlehem of Judea, in the days of Herod,
the king, Herod the king, behold, wise men from the east came to Jerusalem, saying, where is he who has been born King of the Jews? For we have seen his star in the east and have come to worship him. Ezekiel akiongea kuhusu nyota ni nini na kusumbua wewe? Kama Yesu mwenyewe alikuwa na nyota yake ikaonekana akazaliwa, kama hauna si uje nikupatie. You can only preach the gospel according to the level of your knowledge about the gospel. Ile ambao hujui. Maandiko yanasema na Paulo akauliza wengine, mlipobatizwa mlijazwa na roho? Wakamuuliza, ni hiyo ni nini hiyo? Tangu kuzaliwa tujawahi kusikia kitu kinaitwa roho. Hata nyinyi ya Mungu jua kitu kinaitwa nyota? Ni ukweli, munipure mawe lakini nawaambia ukweli. Wewe ukiona ng'ombe amezaa twins na ng'ombe hazai twins, unamuua? Kwani unatoka Western? Western ndio mtu akizaa mapacha anaambiwa nenda utupe. Naongea ukweli, kuna mtu wa Western hapa? Wanasema abomination no. Yani iko kwa Biblia. Wachungaji. Yani kama anakunywa uji na nzele, ni lazima ukunywe na nzele. Huwezi kunywa na kitu kingine. Ukija na kikombe anakuambia hiyo ni ya wazungu, tupa. Amen. Amen. Ikiwa kile ambacho unahubiri you cannot support it from the Bible, then it is not of God. Verse number 27, the book of Revelation, chapter number 2. He shall rule them with a rod of iron. They shall be dashed to pieces like the potter's vessel. As I also have received from my Father, and I will give him the morning star. Nani anasema? Yesu Kristo. Sasa kama mtu atapewa nyota ya asubuhi na wewe unasema hiyo nyota ni nini? Tutaenda teolojia sasa. Turudi tusome. Nimekuambia Elia angeamuka amuone Elisha akiponya watu, angesema mimi sikumfundisha hizo vitu. Amen. Yesu anasema mkiniamini mtafanya niliyofanya hata zaidi. There is room for more miracles, more power, more revelation, more testimony. Hey, acha nisaidie wengine. Najua sasa hivi wananiangalia kwa sasa. Nakuja. Wacha huyu anipe testimony, alafu yule mwingine alikuwa na testimony hapa. Okay. Naja. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe tena. Amina. Shuhuda wangu ni mingi, lakini pastor utanihurumia tu nitoe zote juu zinanifinya. Anza. Nitaenda haraka. Nitaisimamisha mahali nitaisimamishia. Twende. Ya kwanza nitaenda haraka. Wakati wa Jacaranda, sister yangu alikuwa paralyzed for 3 years. Wakati ulikuwa maombi huko, nilibeba picha yake. Ukasema watu watapona kutoka kule. Kaambia kama mtu ako ICU ama ako wapi, wewe enda umtoe. Mimi nilibeba picha yake plus mzee. Tumia ya mic. Plus mzee wake. Saida nilibeba hivyo. It was on Friday, Saturday, Sunday. Sunday nikampigia simu, hakuwa anatembea, alikuwa kibofu. Hiyo Sunday nikampigia simu, akawa anatembea na akaona. Mimi sikuamini. Nikakaa, nikampigia on Thursday, nikamwambia wewe uko, nikampigia simu nikasema ni ukweli, juu mimi sikuwa naamini. Yani umemwaminia lakini hauamini. It is okay. Maandiko yanasema na mitume, kanisa likawa linaomba, lakini walipoambiwa Peter ako hapo mlangoni,
Akasema bana, ni malaika wake si yeye. Lakini walikuwa wanaomba Mungu afanye miujiza hata kwa wale ambao wako na imani kidogo. Hiyo Thursday nikampigia simu, nikamwambia tufanye haraka, nataka niombee hawa na niombee hawa niwaone, alafu tutoke watu wengine waingie. Thursday nikampigia simu. Naona wengine washakasirika. Akasema anatembea. Alafu ingine, mimi nilikuwa na vidonda huku kwa mkongo kila mahali pa kwa miguu. Sasa ile nilikuja Jakaranda, nilipona na nikapona. Ingine, bradhangu bibi yake alikuwa anashika mimba, zikatoka 5. Mimba 5. Mimba 5 Tumia microphone. Mimba 5. Sasa ile nilikuja hiyo mwaka mwezi wa 7, nikachukua kitambaa na maji. Nikasema sikujua kwa nipigia simu akilia mimba imetoka. Nikaenda hapa alikuwa na picha zake, nikachukua picha yake na ya bibi yake. Nikachukua hii uzi, nikawafunga pamoja hizi. Mungu wa mbinguni. Naona mapolisi wanakuja. Umefunga? Nikachukua hizo picha zao ya brother yangu na bibi yake. Nikawafunga pamoja hivi. Nikamwambia sasa ile bibi yako atishika mimba uniambie. Sasa mimi sasa ile aliniambia, nilikawafunga tu na nikanyamaza. Nilikuwa tu nawapulizia hiyo living water pole pole tu, nimewafunga tena kwa hiyo kitambaa. Sasa ile bibi yake hajawahi sumbuliwa na kaza. Sasa ile ilifika mwezi wa 11, bibi yake akaniambia, "Aki ya in-law, nimechoka kubeba mimba." Nikamwambia, "Unataka kuzaa?" Akaniambia yeye. Nikamwambia daktari alikuandikia darekani tarehe 15. Nikamwambia, "Unataka kuzaa saa hii unazaa?" "Pastor, umezaa katoto kazuri wanakaita Sara." Ni aka anale ndo huyu kazuri na ni kazuri kweli. Kazuri bradhangu anafurahia. Mamangu alikuwa mgonjwa kila wakati. Nikaenda nyumbani, nikachukua hiyo living water na kitamba, nikafunga. Ngoja kwanza, huu ni mtoto mzuri kweli. Anaitwa nani? Anaitwa Sara. Kweli huyu ni Pastor Sara. Amen. Pastor Sara ndio mrembo hivi. Jameni, usiwe na wivu na mke wangu, ni mrembo. Ndio maana nilimwoa. Ingine, sasa after that nikamaliza hiyo. Mamangu akawa mgonjwa kila wakati paka masista zako wanakuja nyumbani. Mimi nikaenda tu pole pole. Nikamwambia, usiku mwambia nimekuja na living water na kitambaa. Nikaenda nikamnunulia mattress, nikaosha hiyo room yake, nikapuliza kila mahali makonjwa, nikakata mattress yake hivi. Nikakata hiyo pray cloth, nikaweka hapo ndani. Jameni, paka kwa blanketi. Nipe kamera. Polisi, mimi sikumwambia akate mattress. Mamangu saa hii ako msichana, ako mrembo, ako 76 years, lakini ukimwona ni mrembo na hajawahi konjeka. Mtampe Yesu makofi mazuri. Ingine pastor ni ya mzee wangu. Saa ile December ulikuwa unahubiri, ukasema watu wenye wameenda Western wameenda kukula mbuzi, kuku, wacha sisi tubaki kwa injili. Mimi nilibaki kwa injili na nilikuwa kwa TV. Mzee wangu sinikwambia ni askari, akuko Dadaab, wakaomeenda operation. Sasa ile aliniambia anaenda operation. Nikamwambia wewe kuja na hizo nguo. Nikanunua vest, nikanunua hizo nguo zingine, nikachukua hii uzi kwa prayer cloth. Nilishona msalaba kwa vest, kwa hizo nguo zingine, uzi, paka kwa kiatu. Nikampatia living water plus na kitambaa. Nikamwambia leta hizi enda na hizi. Sikumwambia. Sasa ile alifikuka akiwa operation wameenda kupambana na Al-Shabaab. Nikamwambia chukua hii living water na kitambaa. Sasa ile aliniambia ameenda, nikachukua hiyo uzi, weka kwa bunduki. Bali penye unekanga marisasi. Amen. Sio mimi, si mimi, sio mimi. Hallelujah. Na akanisikia, ni akachukua hiyo kitambaa, nikamwambia ni vibaya, akasema hapana. Nikamwambia chukua hiyo uzi weka mahali penye unaweka risasi,
weka hiyo uzi. Kwa hiyo bunduki huko mbele juu mnapambana na Al-Shabaab, mimi meji yangu sitaki kuacha sai. Nataka tukae na wewe, tuzae watoto, tuzeeshane. Oh, ulisema utaki kuachwa? Juu huko unapambana na Al-Shabaab na hizo bunduki uenda nayo. Mimi nikamwambia huko mbele ya bunduki funga hiyo uzi. Maji weka kwa koti. Alifanya hivyo pastor, na ukasema hiyo tarehe moja nilishinda na wewe, hiyo 31st tukavuka na wewe kwa TV. Tarehe moja ukasema toa sacrifice ya kulinda familia yako. Nikatoa namba 7. Sasa ile nitoa namba 7. Hiyo tarehe moja usiku walikuwa wamekaa mahali watu 3. Pundumu Al-Shabaab alitoka huko, risasi ilipita na mwenzake, wakabaki 2 wakaanza kutoroka. Ule mwingine sijua ukirusha hiyo risasi mwangaza inakuja. Risasi ikapita na ule wa mwingine wa mbele mkono. Mzee wangu hakuumia, ni mzima. Ni mzima hadi sai. Nishike mkono Bwana, nishike mkono, nishike mkono Bwana, nishike Bwana, nishike Yesu, nishike mkono Bwana, nishike mkono, nishike mkono Bwana, Bwana nishike Yesu, mkono Bwana wangu, nishike mkono Bwana. Mtampe Yesu makofi mazuri. Amen. Tukae. Wachia ushuhuda. Ya mwisho pasta. Mtoto wangu alikuwa anapata D. D kabisa D. D for dog. Nikachukua uzi nikampatia na maji. Alikuwa anapata D, kila kitu ni D. Kama ameimprove maybe ni C. Nikachukua maji, nikashonea uzi kwa uniform. Saila alienda shule, alianza kuimprove, alianza kuongoza chemistry shule mzima number 1, history number 1 shule mzima. Unaona vile nimefungua maji? Shout usifiwe Bwana Yesu, usifiwe Bwana Yesu, Yesu usifiwe Bwana Yesu, usifiwe Bwana Yesu, Yesu usifiwe Baba, usifiwe Simba wa Yuda, usifiwe Yesu wangu, oh, Yesu wangu, usifiwe Bwana, usifiwe Yesu, usifiwe Bwana, Bwana usifiwe Bwana. Mpe Yesu makofi mazuri. Haya, tukae nikuje. Bwana ni wewe tu, Yesu wangu ni wewe tu, mwenye nguvu ni wewe tu, wewe Yesu wangu ni wewe tu. Niende wapi nikukose wewe, wewe Yesu wangu ni wewe tu. Bwana, Bwana, nani ameleta huyu hapa? Ni wewe tu. Umetoka wapi? Amen. Unajua watoto wa nyumba hii wanakaa kama virusi.
unawatibu na huku wanama. Naomba tukae sasa, si mkae. Ninakuinua Yesu, ninakuinua we, hakuna mwingine. Ataimba lakini ngojea, ataimba. Asipoimba naimba wachezaji. Okay. Just a minute. Just a minute. Tufanye hivi. Naomba simu kae. Tukae. Asante. Asante. Najua mnanipenda, lakini Bishop Mwiru ananipenda. Si ni kweli? Ni kweli. Ngojea tu. Naja. Mungu wangu, tutaanzia wapi? Ngojeni. Simukae nikuje. Sasa nitaruka na hapa. Sasa unaona ile problem. Barabara ya kwenda huku iko hapa. Angojea. Tukae kwanza. Naomba tukae. Ninawaomba kitu kimoja. Bwana Yesu asifiwe. Nawaomba kitu kimoja. Kwa roho safi tu. Ngoja mami. Hapana, kuna maandamano hapana. Hapana. Usiponyamaza hatutaelewana. Sasa sihubiri. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tufanye hivi kwa heshima tu. Naomba. Hakuna barabara hapo. Okay. Naomba tufanye hivi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa roho safi. Mtumishi wa Mungu. Si mimi pia niende nikutane na wale watu alafu nirudi. Dakika ngapi? Haitakuwa picha nzuri wale watoke Kitale kwa kuona kwa Facebook tu, alafu wakae pale wakinibembeleza nifike na nikose kufika. Asante. Sawa, tukae. Tukae kwanza.
Tukae. Angalia. Angalia. Amen. Unaona hizo viti havina miba. Tukae. Havina shindano. Ninaomba sawa. Niruhusuni nilipe hii deni ya Kitale. Keti. Iko wapi ile microphone? Keti sasa. Jameni mama. Unatoka Kitale? Natoka Kitale. Ulipata habari saa ngapi? Nilipata jana wakati ulikuwa unatangaza ukisema uko Nairobi leo. Saa hiyo ndio ulipata? Ndio nilipata. Alafu ukafanyaje? Nikasema lazima nifike Nairobi kwa sababu wakati ulikuwa Kisumu nilitamani sana kukuja. Lakini sikuwa na fare ya kufika Kisumu. Alafu katangaza kwa mkutano ukasema unakuja West Pokot. Nikasema nitakungojea West Pokot. Nimekaa sikuona ukikuja. Jana nikapata report tu kwa simu yangu. Lakini niko na report nyingine. Mwezi wa 6 narudi Nairobi. Hiyo si matani. Amen. Na hakuna stadium inaweza kutubeba. Amen. Kwa hivyo tunatafuta uwanja mkubwa. Amen. Ambao haina mpaka. Amen. Sababu watu kutoka Uganda wanakuja in thousand, Tanzania, Rwanda, Amerika. Yes. Sasa mtumishi wa Mungu. Sasa ulikuwa unataka nini? Mimi nataka tu kuolewa. Nimekuwa nikipata tu wachumba wananiacha. Na nimekuwa nikipata wachumba kutoka tu mbalimbali. Nigeria, US. Lakini wakati tunachumbiana tunaachana tu. Na sielewi shida ni nini. Unachumbiana haraka, mnaachana haraka. Tunaachana tu. Na nashindwa ni nini mbaya. Unataka tu kuolewa. Nataka tu kuolewa. Alafu ya pili nimekuwa nikifanya biashara ya kuuza sabuni. Unataka kuolewa lini? Hii mwaka. Hata ikiwezekana leo nipate mtu leo. Leo. Nimeteseka kweli. Pst.Ezekiel nimeteseka. Tangu wazazi wangu walikufa. Ndoa ni heshima kwa mwanaume na mwanamke. Amen. Na mtu asikudanganye kwamba ako single, ako comfortable. Hata mimi nilikuwa single, sikuwa comfortable. Ni ukweli. Na Sara alikuwa single, hakuridhika. Tulipooana na muita baby, ananiita sweetie. Na kitambo uone ninafanya. Unaona hayo yote. Mwenzako wa ndoa ni muhimu. Ukiwa peke yako utaumia. Hiyo ni ya nani hiyo? Mami ni yako? Au wako kwa hiyo njia watoke? Kuna wale ambao wanatamani wapone tu sasa. Sijamaliza. Nini? Pst.Ezekiel sijamaliza. Pst.Ezekiel sijamaliza. Akinaomba tu nimalize. Ngojea. Pst.Ezekiel. Ngojeni. Baba ngojeni. Hii Nairobi nakaaje? Yule ananiambia niko na ushuhuda, yuko na evidence. Pst.Ezekiel. Kuna moja tu nimebakisha pia. Mama. Amuka utembee. Pst.Ezekiel sijamaliza. Peleka hiyo madhabahuni. Mpishi apeleke madhabahuni, mpishi apeleke madhabahuni. Nishike mkono Bwana,
nishike mkono, nishike mkono Bwana, nishike Bwana, nishike Yesu, nishike mkono Bwana, nishike mkono, nishike mkono Bwana, nishike. Mpe Yesu sadaka nzuri ya makofi. Alafu ingine Pst.Ezekiel ya mwisho tu. Ngoja, angalia. Wataka kuolewa, Yes. alafu kazi yako. Alafu kazi yangu. Alafu nimekuwa kwa maisha yangu yote nimekuwa nikitamani kudrive. Natamani gari ya Pst.Ezekiel. Hata ikiwezekana ninunulie tu gari. Ninunulie tu gari Pst.Ezekiel. Natamani tu gari kweli maishani mwangu. Ningekunulia lakini kunulia nitashikwa. Pst.Ezekiel naomba. Mami, naomba tu. Leo tarehe ngapi? Nimekubariki leo tarehe 16. Tutakutana tena hii Nairobi. Ukianza kuhesabu, hii ni funguo ya gari yangu, huyo ni bwanangu, hii ni kazi yangu. Nishike mkono Bwana, nishike mkono, nishike mkono Bwana, nishike Bwana, nishike Yesu, ewe Yesu, mkono, nishike mkono Bwana wangu, Bwana, nishike Yesu. Yesu makofi mazuri. Alafu ingine Pst.Ezekiel ya mwisho. Mimi ni mwimbaji. Unataka kuimba? Ni mwimbaji. Niko na nyimbo kwa YouTube. Ukiwa uko na nyimbo kwa YouTube, do this. Mami, ngojea. Ushuda. Aya, kaeni nitawapa nafasi. Unataka kuimba? Nataka kuimba. Jiandae kuimba. Unaona haya yanafanyika haya. Yanaandaa madhabahu kwa watumishi. Amen. Sawa. Simama tu hapo. Simama tu hapo. Ushuhuda ambao uko na evidence. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi nilitumia hii prayer cloth. Nilikuwa natumia hii shindano. Nikakuwa na overbleeding, nikatoa. Nikasema wacha nitoe sacrifice ya 500 niache overbleeding. Kumbe overbleeding ndio napata mtoto. Nikapata mimba. Pastor, nikapata mimba, nilikuwa na stopisha overbleeding. Wewe ulikuwa unastopisha overbleeding. Na sasa kuna evidence. Niko na evidence ndio hii pastor. Na pastor nikaambiwa mtoto mimba ikifikisha 26 weeks nidungwe shindano ya anti-D negative. What is that? Ati siwezi pata mtoto bila rhesus factors, kuna zenye sina. Okay. Naomba pastor uniombee nipate mtoto vizuri, ndoa yangu ipone, mume wangu madeni yako na mingi. Sawa. Bwana Yesu asifiwe. Daktari si mbaya. Uachane na daktari wakati Yesu ashafanya miujiza. Sawa. Daktari wamepewa elimu, si wanasaidia watu? Yes. Unaacha mambo ya daktari wakati Yesu ashafanya na kuna thibitisho. Kama kuna evidence kama hii, ndio unaachana na kudunga shindano. Kama kuna evidence kama hii, God bless you. Tukae. Naomba tukae. Tusipokaa hatuwezi fanya huduma.
Ngoja, sawa sawa. Pasandra kwa. Mami, hiyo ni ya nini? Hauna nini? Sina uterus. Haujawahi zaa? Sijawahi zaa pastor. Hauna uterus? Niliambiwa hivyo. Uko na mume? Sina, tuliachana. Sasa tutafanyaje? Sababu thibitisho kwamba uko na uterus ni ushike mimba. Nitafanyaje? Pastor, unifungulie nipate. Tufanye hivi. Uolewe mwaka huu na uzae mwaka ujao. Kwa jina la Yesu. Amen. Keep this. Tuko na watu watatu wako na testimonies, walipimwa, walitolewa uterus. Amen. Wakapimwa tena wako na uterus, wengine walishika mimba. Keep this. Amen. Usipoteze. Amen. Amen, pastor. Tafadhali na kusii. Amen. Uolewe mwaka huu. Amen. Na uzae mwaka ujao. Amen. Amen, pastor. Please keep that. Amen. Haitaenda miezi mingapi? Miwili. Utakuwa umeshika mimba. Amen. Wataenda wapime. Pastor, jambo lingine naomba uniombee. Dakika moja. Naomba tukae. Mami, weka kiti ukae. Nitawaongelesha. Huyu ako na ushuhuda wake. Nani yule alikuwa na ushuhuda hapa? Nakuja. Siendi. Angalieni. Tufanye hivi. Tutafanya huduma. Ikifika jioni, kama tutakuwa tumemaliza, baba angalie vile atakavyofanya. Huyo mzee ako na akili nyingi, mwache tu. Ako na akili nyingi. Bisho Mwiri ako na akili nyingi. Ako na akili nyingi na Mungu wake anapumua, hajakufa. Wewe ulijua utaniona hapa tena? Huyo mzee ako na Mungu. Pastor, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Pastor, mimi nilikuwa nashika mimba zikichoka. Ulikuwa unashika? Nilikuwa nashika mimba zikichoka. Pastor, nikashika mimba 7 zikitoka. Pastor, nikakuta majaoni. Pastor, hata ningekaa hivi nasikia vitu zinanitembea kwa mwili. Pastor, nikateseka, ndio nikaambiwa kukuhusu wewe. Nikakuja. Nikatuma mzee wangu wakati kulikuwa na Abrahamic Star and Anointing. Akakuja, nikamwambia atoe sacrifice ya rest namba 7. Pastor, tukatoa. Nikashika mimba ya huyu mtoto. Ni huyu? Anaitwa Sara. Nishike mkono Bwana. Nishike mkono. Nishike mkono Bwana. Nishike Bwana, nishike Yesu. Nishike mkono Bwana wangu. Nishike mkono. Nishike mkono Bwana. Nishike Jehova, nishike Yesu. Nishike mkono Bwana. Nishike mkono. Nishike mkono Bwana. Nishike mkono. Mzuri. Kwani sisi tukizaliwa tulikuwa wazuri hivi kweli? Mimba ngapi zilipotea? 7. Huyu ako na miezi mingapi? Kuna miezi 3. Okay, nimekuhurumia. Nimekusamehe. Nilikuwa nataka uende ushike mimba nyingine, lakini huyu ako na miezi 3. Akiwa na miezi 10 ujauzito wa pili. Huyo mwingine akiwa na miezi 8 ujauzito wa pili. Halafu pastor, ile siku nilikuwa
nishike mkono Bwana, nishike mkono, nishike mkono Bwana, nishike Bwana, nishike Yesu, nishike mkono Bwana, wewe Baba, nishike mkono Bwana, nishike mkono, nishike mkono, nishike mkono Bwana, nishike mkono. Mjukuu wangu Sara, ubarikiwe katika utoto, ujana, uzeeni. Nyota zenu zing'ae, zing'ae na muishi hadi uzeeni. Anayewaroga akufe kabla hajamaliza urogi. Mfanyike baraka na muishi, hakuna kulazwa na hakuna magonjwa. In Jesus name I bless you. Angalia vile ni nzuri, si una zoom? Yesu ni mzuri sana. Mwingine ni huyu. Ametokea wapi? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa majina naitwa Paul. Nilikuwa na mpenzi wangu pastor, na alafu nimechoka kufunga hii kitambaa. Nataka DCA nikwenda timaka hiyo yako. Sasa nini ikafanyika hapa? Okay, huyu mpenzi wangu alikuwa mtoto alikatalia kwa tumbo. Mimi nikashindwa nitafanya nini na sikuwa na pesa. Nikatoa uzi kwa hii prayer cloth, hata ukiona imeisha, sijui utaniachia hiyo yako. Alafu mtoto venye alikuwa amekatalia kwa tumbo akatoka kazaliwa, hana shida yoyote, hajaiugua. Tumpe Yesu makofi mazuri. Alafu mchawi wangu amekufa. Subiri kidogo. Subiri kidogo. Subiri kidogo, ngojea tu. Ha? Kazi. Hii ni ya nini? Ha? Uko na swali? Utaniuliza. Hii ni ya nini? Shika. Nasema hizo ni RVs, hata nimetoka kliniki. Ni za